Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Ninamshukuru Mungu tena kwa siku njema hii ya leo ambayo Mungu ametupa nafasi kuwepo tena mahali hapa katika mfululizo wa somo letu zuri ambalo lilikuwa linasema imani funguo ya kutenda mambo makubwa. Tumejifunza vitu vingi katika somo hili kwa pamoja. Tumejifunza maana ya imani, tukajifunza chanzo cha imani, tukawa na case study, tukaiangalia imani ya Ibrahim. Lakini sasa tupo katika kujifunza mambo ambayo funguo ya imani inaweza kufanya. Kwa neema Roho Mtakatifu jana alitupitisha katika pointi moja ambayo tulizungumza kwa kirefu, ambayo ilikuwa nasema imani hutupatia haki. Leo tutakuwa na pointi zingine na tutakwenda kadiri ya jinsi ambavyo Roho Mtakatifu atatusaidia. Tunaendelea pale pale katika yale mambo ambayo funguo ya imani inaweza kufanya. Leo tutakwenda katika jambo la pili. Jambo la pili ni kwamba imani hutufanya kumpendeza Mungu. Imani hutufanya kumpendeza Mungu. Ukiwa na imani utampendeza Mungu. Kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 na ule mstari wake wa 6, Biblia inasema kabisa wazi kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na ni ngumu sana kumpendeza Mungu pasipo imani, kwa sababu kimsingi Mungu hawezi kukubali kuenda pamoja na watu wasio na imani, kwa sababu kutokuwa na imani ni kinyume cha kumwamini Mungu. Manake kama hauna imani, maana yake haumwamini Mungu, na kama haumwamini Mungu, Mungu hawezi kupendezwa na wewe. Kwa hiyo inahitaji sana watu wa Mungu tuwe na imani ili kusudi tumpendeze Mungu. Na ndio maana nasema ya kwamba kwenye kile kitabu hicho cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hapo chini anaendelea kwa kusema ya kwamba mtu yeyote amwendeaye Mungu awe na uhakika ya kwamba yupo. Jambo la pili, huwapa thawabu wote wamtafutao. Kwa nini anasema ya kwamba kila anayemwendea anatakiwa aamini ya kwamba yupo? Manake kuna watu wengine wanakwenda mbele za Mungu lakini hawaamini ya kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo ni ngumu sana Mungu kupendezwa na watu wa namna hiyo. Na ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yakobo ile sura ya 1, Biblia inasema kwamba sura ya 1 mstari wa 6 inasema, ila aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kutokuwa na imani kwetu sisi kwa Mungu inasababisha Mungu kutupenda, au sisi kuto kumpendeza Mungu wa mbinguni. Na kama hatumpendezi Mungu, ni vigumu sana sisi kupokea majibu ya maombi yetu, kwa sababu tusipokuwa na imani tuna uhakika ya kwamba tutakuwa na mashaka. Kwa hiyo kama tuna mashaka, ni ngumu sana kuona mkono wa Mungu kwenye maisha yetu. Kama tutakuwa na mashaka, ni ngumu sana kumuona Mungu akitembea na sisi, kwa sababu Mungu hatembei na watu wenye nia mbili. Manake mwenye shaka ni kama wimbi zito linalopeperushwa huku na huku. Ni ngumu sana Mungu kukuamini na vitu vyake, kwa sababu anajua kabisa kwamba akikuamini na vitu vyake, mwisho wa siku hautovifikisha mahali ambapo vinatakiwa vifike. Akikupa unachokihitaji, mwisho wa siku kitakuharibu tu, kwa sababu huna imani na yeye. Na je, akikutendea utakumbuka ya kwamba yeye alitenda? Kwa sababu haumwamini na hauamini kwamba yeye anaweza akatenda. Kwa hiyo tusipokuwa na imani na Mungu, ni ngumu sana kumpendeza Mungu, na ni ngumu kumuona Mungu akitembea na sisi, kwa sababu Mungu hatembei na watu wasiokuwa na imani na yeye. Mungu hatembei na watu wasioamini kwamba yeye yupo. Mungu hapendezwi na watu wasioamini kwamba yeye yupo. Na Mungu pia hapendezwi na watu wanaokwenda kumuomba wasipokuwa na expectations. Kwa unaposogea mbele za Mungu, ni lazima uende na expectation kwa Mungu, ukijua ya kwamba yuko Mungu, lakini pia huwapa thawabu wale wamtafutao. Watu wengi wamekuwa wakienda mbele za Mungu, lakini hawana matarajio ndani yao juu ya Mungu anayemwomba. Wanakwenda kuomba, lakini hawana matarajio ya kwamba wanachokifanya kina thawabu
kwa sababu ni desturi au ni principle ya Mungu kutoa thawabu kwa wanaomtafuta. So hawajui kwamba nikisogea mbele za Mungu, huyu Mungu ninayemtafuta anaweza akanitendea, huyu Mungu ninayemtafuta anaweza akanireward, huyu Mungu ninayemtafuta anaweza akanivusha mahali ninapohitaji, huyu Mungu ninayemtafuta anaweza akanipa bonus kwenye eneo langu la maisha, kwa sababu Biblia inasema kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa nini anasema huwapa thawabu? Anataka kutuonesha kwamba jitihada zetu za kumtafuta sio bure, jitihada zetu za kumuomba sio bure, ni zina matunda na zina matokeo kwenye maisha yetu, kwamba tutakapoendelea kumtafuta Mungu ni lazima atatuliwa. Hiyo ni kanuni yake na ni principle yake. So kama hatuna hiyo determination na hatuna huo ufahamu na tukashindwa kwenda mbele za Mungu tukijua yupo na ana uwezo wa kutupa thawabu, maana yake ni ngumu sana Mungu kupendezwa na sisi, kwa sababu tutakuwa ni watu tusioamini. Na kama ni watu tusioamini, maana yake ni nini? Tutakuwa ni rahisi sana kuchukuliwa na kila upepo. Kwa hiyo kila jambo litakalokuja kwetu sisi tutalichukua. Ushauri wowote utakaokuja kwenye fahamu zetu, kwenye akili zetu, tutauchukua. Hatutojali ni unafananaje, ni mbaya, ni mzuri, tutakwenda nao tu kwa sababu ni ushauri umekuja. Lakini tunapokuwa na imani na Mungu, tunakuwa na uhakika na Mungu wetu akisema, tunakuwa na uhakika na Mungu wetu akisema. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba hata kama kuna mambo tumeyaona kana kwamba yanachelewa, Mungu atafanya kwa sababu amesema. Hata kama kuna mambo yanachelewa kwetu kufika, lakini Mungu kwa sababu amesema, basi yatatokea. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na imani na Mungu ili tumpendeze Mungu. Kama tunahitaji kumuona Mungu akitembea na sisi, ni lazima tuwe na imani naye. Anaposema ya kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Wale wampendao Mungu ni wale wenye imani na Mungu. Kwa hiyo kama hauna imani, ni ngumu Mungu kufanya kazi na wewe. Kama hauna imani, ni ngumu sana kumwona Mungu akifanya kazi na wewe. Na kama Mungu hafanyi kazi na wewe, maana yake unafanya kazi peke yako. Kama unafanya kazi peke yako, maana yake ni nini? Adui atapata nafasi ya kuyashambulia maisha yako. Ulinzi wa Mungu hautakuwa na wewe kwa sababu Mungu hayupo tena na wewe. Ulinzi wa Mungu hautokwenda na wewe kwa sababu Mungu hayupo na wewe. Nguvu za Mungu hazitakwenda na wewe kwa sababu Mungu hayupo na wewe. Kwa nini? Kwa sababu haupo pamoja na yeye, hauna imani katika yeye. Kwa kama hauna imani katika yeye, ni kumaanisha una imani katika kitu kingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kama tunahitaji kumpendeza Mungu, ni lazima tuwe na imani sana katika Mungu, na tukiwa na imani sana katika Mungu, tutauona mkono wa Mungu kwenye maisha yetu katika viwango visivyokuwa vya kawaida, na tutamwona Mungu akitutokea katika namna kubwa. Kwa hiyo ukiwa na imani na Mungu, unampendeza Mungu, na ukimpendeza Mungu, maana yake Mungu atakutumia katika mambo mengi, kwa sababu Mungu anawatumia wanaompendeza. Atakutumia katika kazi zake, atakuamini na nguvu zake, atakuamini na miujiza yake, atakuamini na ishara zake, atakuamini na ajabu zake. Kama ni kwenye biashara, atakufanikisha kwa sababu ana uhakika ya kwamba fedha zako au fedha atakazokupa hautozitumia kwa manufaa yako, utafaidisha ufalme wake tena. Kwa hiyo lazima Mungu atatenda kwako kwa sababu ana uhakika unamwamini. Kwa hiyo kama unamwamini Mungu, huwa na uhakika kwamba you are creating possibilities kwa Mungu kukuamini na mbingu kufanya kazi na wewe. Lakini kama haumwamini Mungu, ni ngumu kumpendeza, na kama haumpendezi Mungu, ni kumaanisha kwamba viumbe vyote vinavyofanya kazi na Mungu haviwezi kuwa karibu na wewe. Malaika hawezi kufanya kazi na wewe, hauwezi kuona mkono wa Mungu kwako, kwa sababu humpendezi Mungu kwa chochote. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni muhimu sana kumpendeza Mungu, watu wa Mungu, kwa imani zetu. Lakini jambo la tatu, imani hutupatia uzima wa milele. Imani hutupatia uzima wa milele. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo imani hutupatia uzima wa milele. Kwa imani tunapokea uzima wa milele. Hakuna mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kupokea uzima wa milele pasipokuwa na imani. Hakuna mtu yote ambaye ana uwezo kuwa na uzima wa milele pasipokuwa na imani, kwa sababu Biblia inasema kwamba kila atakayemwamini Yesu hatopotea, bali atakuwa na uzima wa milele. Kwa ili tuwe na uzima wa milele, ni lazima tuwe na imani katika Yesu Kristo. Ili tuupokee uzima wa milele kwenye maisha yetu, ni lazima tuwe na imani katika Yesu Kristo. Na kila ambaye anaamini, ndani yake kunao uzima wa milele, kwa sababu Biblia imesema kwamba kila amwaminie Yesu ana uzima wa milele. Kwa tunapokuwa na imani kwa Mungu, tunapokuwa na imani kwa Kristo, kinachotokea kwenye maisha yetu, tunapokea uzima wa milele. Uzima wa milele hapa ni beyond kwenda mbinguni.
Uzima wa milele ninaozungumzia hapa ni maisha ya you are experiencing the life of God at full. Unamuona Mungu katika maisha yako. Uzima wa milele ni kumaanisha kwamba you see the possibilities of God in everything you do. Uzima wa milele hapo manake you see the hand of God in everything you do. Uzima wa milele ninaozungumzia hapa, Mungu anakuonekania katika kila maeneo ya maisha yako. Kila eneo linaloyahusu maisha yako, you see the hand of God. Why? Because you trust God. You trust him. You trustful in his power. You trustful in him. Kwa hiyo ni lazima Mungu atakuonekania katika mambo mengi. Na hapa sasa, mambo mengi yanayokuhusu au mambo mengi unayoyafanya utayaona yanafanikiwa kwa sababu ndani yako kuna uzima wa milele. Maana yake kila utakalolifanya linakuwa na uhai. Kila utakalolitenda linakuwa na uhai. Hapa ndio pale mambo mengi sana ambayo una uwezo wa kuyafanya au vitu vingi ambavyo Mungu ana uwezo wa kukutumia kuvifanya katika uso wa nchi vinabaki na vinaishi. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya vile vitu au kwako kulikuwa kuna uzima wa milele ndani yako ambao ulikuwa unakusukuma wewe kuendelea kuvifanya vile vitu ili kuacha alama kwa ajili ya vizazi na kwa ajili ya vizazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapokuwa na imani katika Mungu, Mungu tupatia uzima wa milele. You know what happens? Tuna uwezo wa kuondoka duniani, lakini what we did in this world will always exist. Why? Because there is the power of God ambao ilikuwa ikifanya kazi pamoja na sisi tulipokuwa duniani. So kuna vitu tumeviacha ambavyo kimsingi vinaishi kwa ajili ya vizazi na vizazi ambavyo Mungu ameviacha vifanye kazi kwa ajili ya kusaidia vizazi vingine. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa tunamwamini Mungu, akatupa uzima wa milele ndani yetu. Ule uzima wa milele ndani yetu tuliokuwa nao unapumua uhai kwa ajili ya watu wengine tena. Unapumua uhai kwa ajili ya vizazi. Unapumua uhai kwa ajili ya vizazi. So hata kama hatupo, bado yale tuliokuwa tumeyafanya kwa sababu tulikuwa tuko empowered na nguvu ya Mungu yanaishi kwa ajili ya kusaidia vizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndo uzima wa milele. Kwa tunapokuwa na imani hutupatia uzima wa milele. Uzima wa milele kwa maana ya uhakika wa kuingia katika ufalme wa mbinguni, lakini pia uzima wa milele kwa maana, kwa muktadha ya kwamba Mungu anaachilia uhai na uzima katika kila kitu ambacho kinayahusu maisha yako. Iwe ni elimu, iwe ni ndoa, iwe ni mahusiano, iwe ni biashara, iwe ni huduma, you will see the hand of God is mightily upon your life, kwa sababu unamwamini Mungu. Kwa ukimwamini Mungu, lazima uzima wa milele ukae pamoja na wewe. Jambo lingine, imani hutuondoa katika hukumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 18. Imani hutuondoa katika hukumu. Imani hutuondoa katika hukumu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 3 mstari wa 18. Biblia inasema hivi. Biblia inasema amwaminie yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Unajua watu wa Mungu, kutokuamini ni dhambi kubwa sana ambayo mwanadamu anaweza akaifanya. Kwa sababu kama kuna dhambi ambayo mtu huhukumiwa moja kwa moja akiitenda, ni dhambi ya kutokuamini. Na hapa ni kutokuamini nini? Ni kutokuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa sababu tukimwamini Kristo Yesu au tukimwamini mwana wa Mungu ambaye ni Yesu, kinachotokea ni nini? Hukumu haipo pamoja na sisi. Hatuhukumiwi kwa sababu tumemwamini yeye ambaye anatoa uzima, yeye aliyekufa kwa ajili ya wengi, yeye aliyekufa kwa ajili ya wengi. Tumemwamini. Kwa kama tumemwamini, tuwe na uhakika ya kwamba we are exempted from the judgment of God. We are exempted from the judgment of the world. Kwa hiyo neema ile tuliyoipokea ya Kristo kwa imani, tulipomwamini, inatufanya sisi kuwa mbali na hukumu. Inatufanya sisi kuwa mbali na hukumu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba katika kile kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 1 kwamba kwa maana hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Kristo Yesu. Na nitarudia, kwa maana hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu tukimwamini Kristo Yesu tunatenganishwa mbali na hukumu.
Hakuna nafasi ya sisi tena kuhukumiwa, kwa sababu anayemwamini mwana wa Mungu hahukumiwi. Anayemwamini Yesu Kristo hahukumiwi, kwa sababu hukumu inakuja kwa kutokuamini. Lakini sisi tulipomwamini Kristo tumetengwa mbali na hukumu, kwa sababu Kristo Yesu ndani yetu amekwisha kututenga mbali na hukumu. Tuliyemwamini amekwisha kututenga mbali na hukumu. Kwa hiyo hukumu haina nguvu dhidi ya uzima wa milele. Kwa sababu tumemwamini Kristo na tumepokea uzima wa milele, tumetengwa mbali na hukumu, tumetengwa mbali na hukumu za ulimwengu. Kwa hiyo tuna uhakika na Mungu tunayemwabudu, tuna uhakika na maisha yetu ya wokovu, regardless ya jinsi ambavyo watu wanatutafsiri, regardless ya jinsi ambavyo watu wanatuona. Tuna uhakika for sure kutoka ndani ya mioyo yetu ya kwamba hatuhukumiwi kwa sababu tumemwamini Mungu, hatuhukumiwi kwa sababu tumemwamini mwana wa Mungu. Kwa hiyo tuna uhakika na maisha yetu ya kwamba tutatembea katika dunia hii, tutaishi katika dunia hii, na tutasimama katika judgment seat of Christ, kwa sababu with zero condemnation, kwa sababu Kristo yuko kwa ajili ya kututetea. Yeye alikufa kwa ajili yetu. Hatuna tena nafasi sisi ya kuhukumiwa kwa sababu tumemwamini. Kwa hiyo tutakaposimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, tuna uhakika tunaye mtetezi tuliyemwamini, ambaye ametutenga mbali na hukumu kwa sababu tuliamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendelea kumwamini Kristo, ili kusudi tusiendelee kuhukumiwa, kwa sababu tusipomwamini Kristo tutaendelea kudumu katika hukumu milele. Bwana Yesu atusaidie sana. Jambo la 5, imani hutupatia uponyaji. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 22, Yesu Kristo anamwambia yule mtu ya kwamba imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie kitu kimoja, wakati mwingine sio maombi yanayosababisha mtu apone. Sio maombi mengi ya Wakristo yanayosababisha mtu apone. Sio maombi mengi au sio kwa kuwekewa mikono kwingi kunakosababisha mtu apone. Lakini imani yako ina uwezo wa kudownload uponyaji wako kutoka kwa Mungu. Imani yako ina uwezo wa kuruhusu uponyaji wako kutoka kwa Mungu. Na ndio maana Biblia imeshasema kabisa wazi kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. What is needed kwenye maisha yetu ni sisi kuamini ya kwamba kwa kupigwa kwa Kristo sisi tumepona. Huyu mtu katika kitabu cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 22 aliamini tu ya kwamba Kristo ana uwezo wa kumponya, na Biblia inamwambia kwamba imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe. Amwambia kwamba maombi niliyokuombea mimi ndio yamekuponya, lakini anamwambia kwamba imani yako imekuponya. Kwa kilichosababisha yule mtu apokee uponyaji wake ni imani aliyokuwa nayo ndani dhidi ya kile ambacho Yesu alikuwa anakiachilia. Kwa hiyo imani yetu juu ya uponyaji ndio unao determines kiwango chetu cha sisi cha kupokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tukiwa tunahitaji kuwa na afya ya kiungu kwenye maisha yetu, ni lazima tuinue imani yetu dhidi ya uponyaji wa kiungu, ili kusudi tuwe na uhakika wa uzima wa kiungu kwenye maisha yetu, kwa sababu pasipo imani ni ngumu kupokea uponyaji. Pasipo imani ni ngumu kupokea uponyaji. Tunahitaji uponyaji katika maisha yetu, tunahitaji uponyaji katika afya zetu. Ni lazima tuwe na imani ya uponyaji. Ni lazima tuinue level yetu ya imani, tuamini kabisa kwamba yeye Kristo aliyepigwa, akathurubiwa, akateswa, aliteswa na alithurubiwa kwa ajili ya sisi tuwe hai, kwa ajili ya sisi tuwe na uzima. Ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu Kristo yeye alikuja tuwe na uzima ili tuwe nao tele. Maana yake nini? Kama Kristo alikuja sisi tuwe na uzima tena tuwe nao tele, hakuna sababu ya wewe kuendelea kuumwa, hakuna sababu ya wewe kuendelea kudumu katika magonjwa, hakuna sababu ya wewe kuendelea kudumu katika udhaifu wa mwili. Kristo alikuja uwe na uzima tena uwe nao tele. What you have to do is to believe that Jesus is able to heal you. You have to believe kwamba alikuja uwe na uzima tena uwe nao tele. Utakapoamini kwamba Yesu alikuja uwe na uzima tena uwe nao tele, ninakuhakikishia kwamba hakuna mahali unaweza ukateseka kwenye afya yako, kwa sababu you know you are right. Bwana Yesu asifiwe. Tulisema jana, what you believe it gives you the right to have it. Kile unachokiamini kinakupa haki ya kuwa nacho. Kwa kama unaamini katika uponyaji na uzima, kama unaamini Kristo alikuja ili uwe na uzima tena uwe nao tele, uzima ni haki yako. Maana yake unapopita kwenye magonjwa, you have to tell God kwamba mimi naamini katika uzima wako. Inakuwaje ninapitia katika magonjwa? Magonjwa sio haki yangu. Inakuwaje ninapitia
katika shida ya moyo? Inakuwaje napitia katika shida ya figo? Hapana, haiwezekani, kwa sababu ulikuja niwe na uzima, tena niwe nao tele. Ninatakiwa kuwa na uzima hata sasa, kwa sababu ninao uhai wa Kristo ndani yangu, na ninaamini ninao. Kristo alikufa mara moja. Alipokufa mara moja, akaingia ndani yangu, yuko ndani yangu, anakaa ndani yangu. Kwa kama Kristo anakaa ndani yangu, nina haki ya kuwa hai. Kristo hawezi kufa mara mbili. Kristo hawezi kuugua ndani yangu. Kama mimi ni hekalu la Mungu, ninaamini kabisa ya kwamba Mungu anaishi ndani yangu. Mungu hawezi kuugua ndani yangu. Kwa hiyo nina uhakika wa uzima, kwa sababu ni haki yangu, kwa sababu mwisho wa siku ndani yangu ninaye Kristo. Kristo hawezi kupita katika magonjwa. Kwa hiyo ni lazima uinue imani yako katika eneo la uponyaji, ya kwamba nina uhakika Yesu Kristo ni lazima ataniponya. Nina uhakika Yesu Kristo ni lazima atanipa uzima. Inawezekana unapita katika magonjwa mbalimbali. Inawezekana unapita katika unaumwa kisukari. Inawezekana unaumwa magonjwa sugu mbalimbali, unaumwa TB, magonjwa mbalimbali, kansa, ni whatever. Nataka nikuambia kwamba una uhai wa Kristo ndani yako. Imani yako dhidi ya uponyaji wa Kristo kwenye maisha yako itadetermine kiwango chako cha kupokea huo uhalisia wa hicho unachokiamini. Lakini usipoamini ni ngumu kupokea. Unahitaji kuinua imani yako katika uponyaji. Ujue kabisa kwamba Kristo alikuja uwe na uzima, tena uwe nao tele, ili kusudi Mungu akuweke kuwa hai na kuwa mzima katika afya yako. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwako ninaishi, ninakwenda na kuwa na uhai wangu. Kwa nini? Kwa sababu tumeshaponywa. Sisi tu hai milele. Tumeponywa na Mungu, tumewekwa kuwa wazima na Mungu, tumefanywa kuwa wazima na Mungu. Hakuna nafasi ya sisi kupitia katika shida za magonjwa. Hakuna nafasi ya sisi kupitia katika mahangaiko ya magonjwa, kwa sababu Mungu tayari ameshatupa uzima katika jina la Yesu Kristo. Riba harura hastabaya karida ante pelakai, katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine ambalo tunatakiwa kuwa nalo, imani hutupa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Hii tunaiangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 21. Kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 21. Angalia kitu kilichotokea. Biblia inasema hivi, Mathayo 21:21. Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo tu la mtini, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapokuwa na imani, imani hutuwezesha sisi kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Yesu anazungumza kwa mfano, anawaambia kwamba mkiwa na imani, mna uwezo wa kuambia huu mlima ng'oka hapa ukatupwe baharini, na wenyewe ukatii. Kwa nini? Kwa sababu ya kiwango cha imani. Aliwaambia kule, imani kidogo kama punji ya haradali ina uwezo wa kuhamisha mlima ukang'oka ukaenda kutupwa baharini. Kwa nini sasa? Imani ina uwezo wa kufanya mambo makubwa sana. Haijalishi ni imani kiasi gani ulionayo, ina uwezo wa kufanya mambo makubwa sana. Nataka nikuhakikishie kwamba imani uliotumia kumwamini Kristo, imani hiyo hiyo una uwezo wa kutumia ikafanya mambo mengine makubwa kwenye maisha yako kushinda unavyofikiria. Tutakapoamini katika Kristo Yesu, tutakapomwamini katika Mungu katika kiwango hicho ambacho tunatakiwa kumwamini, nataka nikuhakikishia kwamba hakuna mambo yoyote katika ulimwengu huu ambao tutashindwa kufanya. Hakuna biashara utaenda kufanya ikashindikana, kwa sababu Kristo yuko juu yako. Hakuna elimu, hakuna kozi utakwenda kusoma mahali ukashindwa, kwa sababu Kristo yuko juu yako. Hakuna jambo linaloweza likaja kwako likawa gumu sana likakuchallenge kiasi cha wewe kushindwa kuvuka, kwa sababu Kristo yuko juu yako. Imani ina uwezo wa kufungua mianya mikubwa ya kutenda mambo makubwa. Inatufungulia mianya mikubwa ya kuyafanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Inawezekana ni huduma. Tunapoendelea kumwamini Mungu, Mungu anatufungulia mianya ya kuyaona mambo makubwa ya kimungu yakitokea kwenye huduma zetu. Inawezekana unamwamini Mungu katika eneo la karama na miujiza. Unapoendelea kumwamini Mungu katika hilo eneo, hicho kitu kinazaliwa ndani yako na kinakuwa uhalisia. Kwa tunahitaji kumwamini Mungu kwa viwango vikubwa sana, kwa sababu imani hutusaidia sisi kufanya mambo makubwa. Ukumbuke yule jamaa Ezekieli anatabiri juu ya mifupa mikavu. Kwa nini? Anasema, je, mifupa mikavu Ezekieli yaweza kuwa hai? Anamwambia la, ila wewe umesema. Mungu anamwambia tabiria hiyo mifupa mikavu. Jamaa anatabiria kwa sababu Kristo amemwambia tabiria. Mungu amemwambia tabiria. Akatabiri kwa imani, ile mifupa mikavu ikapata uhai tena. Kwa nini? Kwa sababu tuna neno la Kristo ndani yetu. So hata kama challenge
challenges zinazuia, hata kama mazingira tunayokutana nayo ni kana kwamba yanatufanya sisi tusiamini tusiwe na uhakika wa lile linalotakiwa kutokea, kwa sababu tuna neno la Kristo ndani yetu, tunapaswa kuendelea kuwa na uhakika ya kwamba katika hii vita nitaibuka mshindi, katika hii vita nitatoka mshindi, katika hii biashara nitaibuka mshindi, katika hii kazi tuna compete wengi, lakini jina langu litakuwa la kwanza, katika hii huduma kweli ninafanya, ninahangaika, ninaona kuna delays, lakini mkono wa Mungu upo juu yangu, nitavuka na nitamwona Bwana akinitokea. Katika hii ndoa inawezekana kuna changamoto, lakini kwa sababu mkono wa Bwana uko juu yako, hiyo ndoa ni lazima itakaa salama. Inawezekana watoto wako wanapita katika shida fulani, unasema kabisa kwamba kwa sababu Kristo yuko pamoja nami na mkono wa Mungu uko pamoja nami, ninaamini kwamba watoto wangu wanakwenda kuvuka katika hii shida. Kwa sababu gani? Si wewe unayewavusha katika shida, lakini yeye Kristo aliyeko ndani yako anawavusha katika hiyo shida. Biblia inasema kwamba aliyeko ndani yangu ni mkubwa zaidi kuliko ulimwengu huu. Maana yake ni nini? Aliyeko ndani yako ni mkubwa kuliko situation unazozipitia. Kwa unapoendelea kumwamini Mungu, uwe na uhakika ya kwamba unatengeneza possibilities ya kuona mkono wa Mungu ukikutokea juu yako, possibility ya kuyafanya mambo yasiyowezekana kwenye maisha yako yakawezekana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tumekuwa na muda mzuri wa kujifunza mambo ambayo imani inaweza kufanya. Tumejifunza mambo 6 ambayo imani inaweza kufanya. Kwa hiyo ninaamini mtumishi wa Mungu yatakubariki na yatakuvusha sana. Haya sio mwisho, yako mambo mengi ambayo imani inaweza kufanya, lakini tumezungumzia mambo 6 sana zaidi. Unaweza kuongezea jambo lingine, imani hutupa kusamehewa dhambi, kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 20. Lakini pia imani hutuokoa na hutuvusha katika nyakati ngumu na nzito za maisha yetu, Luka sura ya 8 mstari wa 25. Kwa ajili ya muda, mtumishi wa Mungu, tunaweza tukaishia hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mkono wa Bwana ukawe mkuu sana juu ya maisha yako, ukakutane na Mungu katika viwango vikubwa sana. Na ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, imani yako ikaongezeke, ukamwamini Mungu katika mambo makubwa, ukamwone Mungu akikutokea katika mambo makubwa sana katika jina la Yesu Kristo. Ninakutamkia baraka za